Kama unavyoona nilishafanya sketch kwa penseli, kutoa direction, kutoa ile architecture, ujue size kama mchoro wako una fiti. Hii naifanyaga si mara zote, lakini inanisaidia katika kupunguza haso ya kufitisha mchoro. Lakini yote hii inatoka kwenye ile sketch ya mwanzo kabisa. Navipata wazo pale na chukua paper yote karibu yangu na sketch hiyo idea, nisisahau, kwa sababu kuna kusahau katika haya mambo. Na wakati mwingine hata sijui title, napenda tu hiyo image iliyonijia akilini na ichora, lakini sijui inahusu nini sana. Mambo mengi unaenda kwa instinct as an artist. Not everything is rational. Hata sijui niliita nini. Sasa unavyoona ninaweka rangi za mafuta, lakini zimechanganywa na ile solvent, ile kimiminika kinachoilainisha. Inakuwa rahisi kuipaka kwenye karatasi, kwa sababu hiyo ni karatasi kama ya manila, ngumu kidogo. Na kazi ya kuchora ni kazi ya polepole, haina haraka. Na katika kuchora huko unajikuta una feel good, inakupoza, ina calm your nerves. Ndio maana watu wengine wanakitumia kama ni njia ya kutuliza mawazo, kama ni therapy fulani, hasa siku hizi. Lakini kwa mtu kama mimi, ni msanii, sifanyi hii kwa therapy. Sijui, labda imetukua natural tangu zamani, mimi napenda hivi vitu. Labda ni therapy ya kinatural, mimi sijui, ila ni kitu kimenisaidia na kipenda. Hiyo inayoonekana hapo kwamba unachora background alafu huku huyo mtu unamwacha. Kwenye designing kuna lugha wanatumia, wanaita negative space. Yani umbo linachorwa kutokana na rangi zinazoizunguka, au kwa maneno mengine wanasema, lakini hapana, sio silhouette. So silhouette ni ile shape ya kitu ikiwa katika rangi moja. Kama mtu akitembea gizani afu nyuma yake kuna mwanga, unaona ile shape yake tu, huoni details. Lakini kwa sababu hii ni painting, hata huo mwili lazima utapakwa rangi, na yote tutaondoa hiyo rangi nyeupe, ndio uanze kuona mchoro wako kiuhalisia, rangi zake zinaoana vipi. Kwa sababu appeal, ile mvuto katika macho, inatokana na rangi zake zimekinzana au zinaendana, mpangilio, ipi imekaa wapi, ipi ingehamishwa ingependeza zaidi. Na hivyo vitu ni instincts, kama mimi ninavifanya kwa mazoea tu, sio kama nimeenda shule nikajifunza. Ukifanya kitu kwa mara nyingi, unapata ujuzi wa kihisia kutokana na uzoefu.
wakati mwingine tunapewa maana ya michoro tuliyochora na watu wengine watubaki wanaoiangalia, ni kama wanafunuliwa zaidi ya wewe uliyochora. Na sijui kwa nini sikuidestroy, kwa sababu hii ina miaka kama 4-5 tangu imetengenezwa na ipo. Na mara nyingi sana nisipopenda kitu nilichokifanya, I paint over it, nachukua rangi na paka juu yake mchoro mwingine, ili kutokuacha hiyo resource ya karatasi ipotee. Unachora juu yake, kwa sababu rangi hazina shida, ukiweka juu ya mwenzake inakubali tu. Na ndio maana mchoro unaweza ukauchora hata miaka 10 bado unaendelea kuuchora kila siku ukipata nafasi, kwa sababu rangi hazikatai zikiwekwa juu. Kulikuwa kuna debate, ni kama gumzo kati ya wasanii wa aina mbili, wale ambao wanachora na penseli kama hivi afu wanakuja kupaka rangi baadaye, na wale wengine ambao wanachukua tu rangi, wanaanza, watajua mchoro unavyoenda hapo hapo na rangi zao. Mimi kwa mtazamo wangu naona zote ni sawa tu, kwa sababu hata mimi wakati mwingine natumia style hiyo kutokana na ni nini kimenisukuma. Lakini mimi mara nyingi sichori kitu hapo hapo ninapokifikiri, yani nakipa muda wa kuiva, wa kumachua. Kwa hiyo wazo likinijia na sketch kwenye small paper niliyokuwa around me au my notebook, sketchbook, na iacha. Inaweza ikakaa kuanzia wiki 2 hata miezi 6 hata mwaka haijachorwa. Baadaye nikija kuangalia nikaipenda tena, naweza nikaichora au nikaitupa, kwamba wazo lile lilikuwa ni wazo la haraka haraka tu, lakini ile muda umeonyesha kwamba alikuwa ni wazo lenye mashiko linaloweza kudumu. Kwa sababu katika mwezi mawazo, fikra unazopata za kuchora ni nyingi kuliko uwezo unaoweza kuchora. Kwa hiyo lazima ufanye selection, uzichuje ile ambayo ina mashiko zaidi, ile ambayo inatuhusu zaidi. Nikisema inatuhusu, maana yake ni mimi na mazingira yangu. Maana nia sasa ya kuchora ni kuyawasilisha mazingira na haya mapito yetu kama jinsi tunavyoyaona. Inawezekana miaka baadaye mbeleni tukaje kuangalia hii picha tukaona kwamba nilikuwa sina uwezo wa kuona vizuri vilivyonizunguka, kwamba kuna vingine zaidi vilikuwa vinaendelea lakini sikuviona. Hiyo ni mambo ya kesho na yanafurahisha baadaye. Kwa hiyo ndio maana hatuachi kuchora sasa, kwa sababu ukisema kwamba kesho utapata wazo jipya, lakini kumbe hisia ya leo haitakuwepo kesho. Na kesho ukitaka kuchora kitu cha leo hautakichora kama ambapo ungekichora leo. Hisia inakuwa imefubaa, imechujuka. Kwa maana mara nyingi wasanii huaga wanatembea na vidaftari, wasanii wa kuandika, wa kuchora, kwa sababu wazo likija walinakili. Na hii imeonyesha
uzito mkubwa sana katika maandishi kunakiliwa, kwa sababu hata ukijaribu kuangalia kwa nini watu wa Afrika tumekuwa tumeachwa nyuma sana tangu karne ya 17 au 18, 19. Mimi kwa kiasi kikubwa naipa sababu ya kutokuandika umuhimu mkubwa sana. Kutokuandika maarifa yetu na kuyasoma na kuyaboresha na kujifunza zaidi kutoka hayo. Kwamba tumekuwa tumeishi kama kiasili sana, yani kukaribia kama wanyama katika ile msukumo wa kihisia na kiutashi, kwa sababu hata sasa hivi kuna vijiji huko watu wanazaliwa mpaka wanakufa hawajui kusoma wala kuandika, na wao haiwazuii kuishi maisha yao. Yani sio kitu muhimu sana kwao. Wanaona anaenda shambani analima kitu babu yake alilima, bibi yake anapata, anapeleka sokoni, anapewa hela, maisha yanaendelea bila kuhitaji kusoma chochote. Maisha ambayo babu na babu zake waliishi karne 5 zilizopita. Lakini hiyo maana yake ni kwamba mtoto na mjukuu wa huyo mtu atakuwa na level ile ile kama babu yake aliyokuwa. Yani hakuna kujenga juu ya jengo la mwenzako, juu ya kusimama juu ya mabega ya waliokupita ili uweze kuona mbali zaidi na ufanye utambuzi mkubwa. Lakini katika upande wa sanaa tumefanya vitu vikubwa sana, vitu ambavyo waliokuja kututawala karne ya 19 mwishoni viliwashtua kidogo. Wakawa wanajiuliza, hao watu wasiovaa suruali kweli wamefanya hivi vitu? Wakatunyang'anya na kwenda kuviweka kwao. Kwa hiyo tuna la kujivunia. Ukiangalia picha hii kuna contrast. Ile rangi za nyuma ni rangi calming, rangi za kutuliza hisia. Rangi ya mawingu blue, rangi ya bahari blue, rangi ya milima na majani ni rangi za kiasili zinazotuliza hisia, ambazo kwa katika miji wamezipiga vita sana. Labda tu blue ya miji inajengwa haina ukijani, inaongeza tu hasira kwa watu. Lakini kwa jinsi ukijani, miti inavyozidi, uoto wa asili unavyozidi, kukiwa kuna gardens za city au kuna beach ambazo zina front nzuri, watu wanaweza wakaenda wakarelax, inasaidia sana katika afya ya kiakili na kihisia na kitamaduni ya watu. Na kwa nini tumemchora mtu asiyevaa nguo? Ina maana gani kutokuvaa nguo? Katika hii image hapa, kitu pekee kilichokuwa ni zao la utashi wa binadamu ni hiyo chokiti.